Faith alisema ndio, nadhani natakiwa kurudi kwenye nafasi yangu. Lakini angalau nina furaha, sikujua kama itatokea familia yangu kuungana. Asante kwa kila kitu, najua nimekufanyia mengi, nimekupa stress, lakini asante kwa kulifanya hili limetokea. Rashidi alisema ndio. Wiki chache zilizopita zimekuwa ngumu sana. Faith alisema, kwani nimekuhangaisha sana? Rashidi alisema ndio, lakini yote yameisha. Asante kwa kila kitu, na ninatamani sana kama ungebaki, lakini natakiwa kumrudisha mpenzi wangu nyumbani. Faith alisema, utamrudisha, wala usiwaze sana, atarudi na kila kitu kitakuwa sawa. Rashidi alisema, nitahakikisha namtazama binti yako, nitakuwa nikiwatembelea kila mara Faith. Hata mimi huko nitakapokuwa nitashukuru sana, na kama nikimwona mama yako huko nitampa taarifa zako Rashidi. Hilo ni muhimu, mwambie nimemiss sana Faith. Asante sana Rashidi. Karibu tena, walisema kwa pamoja. Namwona mimi tu, Faith alisema, kuwa makini na ujiangalie kwa usalama Rashidi. Sawa, asante. Baada ya hayo mazungumzo, Faith alilisogelea kaburi lake na Rashidi akalisogelea kaburi la mama yake. Kabla hajaongea lolote, Faith alitoweka. Rashidi aligeuka kumwangalia kwa mara ya mwisho, lakini hakumwona. Aliangalia huku na huku, lakini hakumwona. Hakuamini kama hii vita imeishia hapa. Walianza kama maadui, sasa wanamaliza wakiwa marafiki, kiasi kwamba hata Rashidi hataki mzimu wa Faith utoweke. Sasa siku inayofuata, Alex aliondoka na kuwafuata Mama Lisa na Lisa aliwaleta nyumbani. Hakika kwa Mama Lisa Omaina ilikuwa ni ngeni hii nyumba, lakini ilikuwa ya kifahari. Alex aliwakaribisha na kumwambia Mama Lisa, karibu, hapa ndipo nyumbani, na kama nilivyoahidi tangu mwanzo, utabaki kwa Mama Lisa. Naamini tutaweza kufanya vizuri zaidi na utafurahia kumtunza Lisa. Mama Lisa alijibu, asante sana kaka. Nashukuru sana, ninafurahia kuwa katika nyumba nzuri namna hii. Samahani kwa sikuja jana kama nilivyoahidi Rashidi, lakini nilitarajia lazima utakuja. Na wewe ni Mama Lisa, usiniite kaka, niite Alex. Mama Lisa, asante sana Alex. Nimefurahi Alex. Alex, usijali. Sasa ngoja nikuonyeshe chumba chako na nikuonyeshe chumba cha Lisa. Waliondoka kufuata vyumba vilipo. Katika moyo wa Alex alikuwa anasema, hiki ndicho unataka mke wangu? Niliahidi kuwa nitafanya kila kitu ulichoniagiza kufanya. Rashidi alikuwa nyumbani kwake sasa. Kuna mtu anagonga mlango. Alipofungua mlango alikutana na Neema, mpenzi wake. Neema aliingia ndani, nadhani alikuja ili kumjulia hali mpenzi wake. Aliondoka lakini bado anampenda. Rashidi alimzungumzisha baada ya Neema kuingia ndani. Neema, hii Rashidi, nilikumiss. Neema hakuwa na la kusema, kwa sababu anajua mpenzi wake ana shida ya kuongea mwenyewe. Alikuja kumwona kwa sababu anampenda, lakini Rashidi alimwomba wakae waongee kidogo. Rashidi aliamua kuongea naye kwa upendo na kwa taratibu, lakini Neema alikuwa haamini. Neema aliuliza, una uhakika ulikuwa ni mzimu kweli? Rashidi alisema ndio. Neema alishtuka, akimkazia macho mpenzi wake. Rashidi alisema, baba yangu aliwahi kuniambia kuwa mama yangu alikuwa anaona mizimu. Sikuwahi kuamini, na hata mama alipokufa, baba alifikiri kuwa amekufa na huo uwezo wake. Lakini kumbe mimi nilipozaliwa, hiyo nguvu imekuja juu yangu. Neema alizidi kuogopa kila akielezwa hizo habari. Neema aliuliza, sasa mbona hukuwa kuniambia Rashidi? Hata mimi sikujua. Neema alitaka kuongea lakini anakosa la kusema. Anaangaza macho huku na huku. Mwisho alipata la kusema. Kila kitu alichosema baba yako ni kweli, kuwa unaweza kuwa bado na hiyo nguvu iliyokuwa inafanya kazi kwa mama yako. Rashidi, ni swali gumu, siwezi kusema hapana. Neema aliogopa. Alianza kuangaza macho huku na huku, akidhani kunaweza kuwa na mizimu inawazunguka hapo. Lakini Rashidi alisema, usiogope, hakuna mizimu hapa. Neema, una uhakika Rashidi? Ndio, hakuna mzimu baby, najua kuwa huwezi kuwa na amani kwenye mazingira kama hayo, lakini isiwe sababu ya kuniacha. Usiondoke. Kama ukibaki tutaweka sawa kila kitu, na ninatumaini utabaki na kupenda, na unajua kuwa nakupenda Neema. Nakupenda. Siku ilikata. Sasa ni usiku unaingia. Neema alitoka sasa, anarudi nyumbani. Alikuta mshangao. Rashidi kabadilisha mazingira ya nyumbani. Masofa, kila kitu cha ndani kimeletwa kipya. Rashidi, baby, unashangaa, nilikusudia kukushangaza. Neema aliona mwonekano mpya na ukaleta furaha mpya katika moyo wake. Yote haya Rashidi anafanya kumsahaulisha yaliyopita. Rashidi alipiga magoti, akachukua keybox. Neema alishangaa. Rashidi alifungua box na kusema, baby, naomba tuende viwango vingine, na kupenda, siwezi kuishi bila wewe. Tafadhali naomba tuane. Kwenye box ilitoka pete, na hii ilikuwa ni pete ya uchumba. Neema alisema, nipo tayari tuane. Alinyoosha mkono ili kuvalishwa pete ya uchumba.
Walifurahia penzi lao jipya kwa kuvalishwa pete kwenye kidole cha Neema. Neema alisema nitawaonyesha, Rashidi akasema akina nani? Neema watu wako na akina mzimu. Basi ilikuwa ni furaha na utani wa hapa na pale. Rashidi alimwambia Neema, mzimu umerudi, upo nyuma yako. Neema alimrukia Rashidi kwa woga akipiga kelele, lakini alikuwa anamtania, hapakuwa na mzimu. Na hapa ndipo mwisho wa simulizi hii. Natumaini kuwa umeenjoy. Asante kwa kuniamini na kuwa na mimi mpaka sasa. Hii ilikuwa ni simulizi nzuri haswa, lakini tunafuata simulizi nzuri na ya hisia. Inaitwa Jaribu. Kama umefurahia hii, naamini inayokuja utaifurahia sana. Mungu akubariki kwa mchango wako kupitia simulizi hii. Asante.